Ninaomba tuombe kwa ajili ya neno la Mungu. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako. Ninaomba ulibariki neno lako, uliruhusu lisikike katika masikio ya ndani ya mtumishi wako huyu, na uliruhusu Bwana, kama ulivyosema, halitakurudia bure, litatimiza mapenzi yako uliolituma kwayo. Uliruhusu Mungu likapate kuyatimiza mapenzi yako kwa siku ya leo kwa mtu huyu. Asante kwa wema wako na kwa uaminifu wako. Asante Roho Mtakatifu ambaye ndio mwalimu wetu wa kutufundisha. Tunakushukuru katika jina la Yesu, amen. Bwana Yesu asifiwe. Namna 4 za kumfanyia Mungu ibada. Hiyo tumesema Mungu anatafuta, si ndio, mtu waabudu halisi, si ndio? Namna 4 za kumfanyia Mungu ibada ndio kitu ambacho tutakiangazia leo. Mambo hayo ama namna hizo 4 tutazipitia leo kwenye somo hili za kumfanyia Mungu nini? Ibada. Jambo la kwanza, ibada inaweza kufanywa kuwa ni mfumo wa maisha ama mtindo wa maisha. Hiyo ni pointi ya kwanza. Ibada inaweza kufanywa kuwa ni mtindo wa maisha ama mfumo wa maisha. Maana yake ni kwamba maisha yenyewe tu ambayo Mkristo anaishi, maisha yenyewe tu ambayo mwana wa Mungu anaishi, hayo maisha yanatakiwa yenyewe kuwa ni ibada mbele za Mungu. Narudia tena. Tunaposema ibada inaweza kufanywa kuwa mtindo ama mfumo wa maisha, tuna maana kwamba maisha yenyewe ambayo Mkristo anaishi, mwana wa Mungu anaishi, maisha hayo yenyewe, Bwana asifiwe sana, yanatakiwa maisha yenyewe yawe ibada mbele za nani? Za Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu unaposoma kitabu cha waraka wa Paulo kwa Warumi sura ya 12 na mstari ule wa kwanza, wasomaji wa Biblia ile andiko tunalijua ama unalijua ama wanalijua kwa kichwa. Biblia inasema hivi: basi ndugu zangu, na wasihi itoeni, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu na ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Amen. Amen. Anasema basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu, haleluya, iwe dhabihu iliyo hai, tena takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Sasa unajua, tunapozungumza mwili tunamaanisha maisha ya mwilini. Amen. Mwili haumaanishi huu tu wa damu na nyama, huu wa kwako au wa kwangu. Mwili tunamaanisha maisha ya mwilini. Amen. Bwana asifiwe. Sasa anasema yatoeni, nikiparaphrase hii unaweza kusema yatoeni maisha yenu, haleluya, hayo mnayoishi yawe ibada mbele za Mungu. Amen. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kumbe lazima niweze kufanya maisha yangu niweze kuishi katika mtindo wa kwamba maisha yangu nimeyafanya kuwa ibada mbele za Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.
Niachukulie maisha yangu, nikilala, nikiamka, nikienda Kariakoo, nikarudi, nikiwa jikoni naosha vyombo, nikiwa sijui ninafyagia, nikiwa sijui na kwatua majani hapo nje, nikiwa sijui ninafua, nikienda sijui wapi, nikiwa kwenye duka langu, nikiwa kwenye ofisi yangu, yani hayo maisha niachukulie kwamba ni ibada mbele za nani? Za Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunajifunza namna 4 za kumfanyia Mungu ibada. Cha kwanza ni maisha. Cha kwanza ni nini? Maisha yako yawe ibada mbele za Bwana. Sawa sawa. Angalia kitabu cha waraka kwa Korinto wa kwanza, waraka wa kwanza kwa Korinto. Nifafanue tena kidogo hii point. Sura ya 10 na mstari wa 31. Lakini pia andika wa Kolosai sura ya 3 na mstari wa 17. Waraka wa kwanza wa Korinto 10:31 anasema hivi: basi mlapo, unaona hicho kitu mnapo kula, amen, au mnywapo, sawa, au mtendapo neno lolote. Umeona ile andiko, nikiwa nafua, nikienda Kariakoo, nikilala, yani unapotenda neno lolote, manake chochote ninachokifanya, kula, kunywa au neno lolote, anasema fanyeni yote kwa utukufu wa nani? Hiyo sasa ni ibada. Kama ninapoosha vyombo au ninapooga, ninaoga kwa utukufu wa Mungu, maana yake nitamshukuru Mungu kwa kuumba maji, na muinua Bwana, asante kwa maji ya leo, lakini baridi haya, lakini haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Wengine wanasema wako jikoni wanaosha masufuria na nini. Bwana nakushukuru. Masufuria si ulinibariki. Hela ulinibarikia wewe nikanunua masufuria na nini. Unajua kila ninachokifanya ninamuunganisha Mungu pale ili kumpa Mungu utukufu. Haleluya. Bwana asante, niko kwenye daladala naenda Kariakoo. Hawa watu wamejaa humu, wote umewaumba wewe Bwana. Wewe ni Mungu muumbaji, ninampa Mungu utukufu. Kila ninachokifanya, ninachokitenda nimuone Mungu kwenye hicho. Haleluya. Naingia Kariakoo mitani, watu wote hawa wanakariagana, yani Mungu na yeye ana watu wengi. Mungu ameumba kweli kweli. Jamani, Mungu huyu. Nacheka, mama Ebeneza. Haleluya. Yani namuona Mungu kwenye kila eneo la maisha yangu. Hapo ndipo maisha yangu yanapokuwa ibada mbele za nani? Za Mungu. Kwa sababu napomuona Mungu, maana yake nitamtukuza. Bwana wewe ni mwema. Angalia watu wote wanakutegemea wewe. Wanaenda kuna kule, majasho yanawatoka, wanatafuta maisha, lakini wewe ndio unabarikia kazi ya mikono yao. Wewe ndio unawafanya wapate pesa. Haleluya. Ninamtukuza Mungu. Kwa maisha yafanyike kwa nini? Ibada. Ile wa Kolosai 3 na mstari wa 17 anasema hivi. Wakolosai 3:17, na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Unaona? Kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Manake maisha yangu, maisha yetu yenyewe yawe ibada mbele za Mungu. Tunachofanya chochote, hiyo ni kwa neno ninapozungumza, hiyo ni kwa tendo ninapofanya, hayo yote manake ni mconnect Mungu ama ni muone Mungu kwenye hayo. Hapo itakuwa maisha yangu sasa yamekuwa ibada mbele za Bwana. Tunajifunza kwamba ibada ni hitaji la msingi la Mungu. Sasa tunaangalia kipengele cha maisha yetu yenyewe kuwa ibada. Sawa sawa? Tumeelewa kwamba ujumbe wetu kwamba tunajifunza kujua kwamba ibada ndio haja ya Mungu. Amesema natafuta watu kama hao waniabudu. Kwamba sasa eneo la kwanza ni maisha yetu yenyewe yawe ibada. Angalia Petro wa kwanza, sura ya kwanza. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza na mstari ule wa 17. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari ule wa 17. Biblia inasema hivi: na ikiwa mnamuita Baba. Jamani, tunamuita Mungu Baba, sivyo? Si ndio? Ikiwa mnamuita Baba, yeye ahukumuye kila mtu pasipo upendeleo,
kwa kadiri ya kazi yake, enendeni kwa hofu katika wakati wenu wa kukaa hapa kama wageni.